hustling, every day I'm 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 hustling. Hapo ulipo, mgeukie jirani yako mwambie pole. Nimefurahi. Unajua tukiwa da kule huwa tukichekesha sana, watu huwa wanaleta hela jukwani, lakini nimeona baadhi ya wachekeshaji hapo wamechekesha wanaletewa michele. Nikasema hapa inaonekana ukichekesha zaidi unapewa dunia, sio utalibebaje. Katika uchunguzi wangu nilioufanya nimegundua 90% ya wanafunzi wanaofeli katika shule za serikali sio kwamba hawana akili. Hapana. Tatizo ni walimu hawafuati ratiba. Yaani unakuta kipindi ndani ya kipindi kimoja cha dakika 40, mwalimu anafundisha dakika 3. 37 zilizobaki ni story, adhabu na vitisho. Kwanza picha linaanza, mwalimu anakuja darasani, anakuja na kiburi cha nyumbani kwake. Anaingia pale, wanafunzi mnasalimia, "Good morning sir." Monta, nifuatie fimbo pale ofisini kwako. Ukifika kwenye meza yangu, kwa chini kuna viboko. Acha hivi vya hapa, kuna hivi vya hapa. Yaani manake hivi vya hapa ndo anavikubali, akivitumia mtanyooka. Na mimi shule niliyosoma tulikuwa ina aina za wanafunzi kama 4. Kulikuwa kuna wale wanafunzi walioshika dini. Hapo unakutana na kina YCS Mapendo. YCS Mapendo. Hao walikuwa wanakuta kina Juliet, kina Edina wako mle. Hawachafuki muda wote, wazee wa bata YCS Mapendo. Leo wapi? Tunaenda kanisa fulani mchango. Hao wamo. Afu walikuwepo watu wa UKWATA. UKWATA kuna dada mmoja nilisoma naye, alikuwa anaitwa Suzi. Yule dada alikuwa ameshika dini kiasi kwamba mwalimu wa biology alikuwa akiingia kufundisha reproduction, yeye anakemea. Anaona kabisa huyu mwalimu nikicheka naye ananitenganisha na mbingu. Wanafunzi aina ya pili walikuwa ni wale wanafunzi haters. Mnajua haters ambao kila kitu wao wanachukiaga, hapa kinachowafurahisha. Yaani unakuta shuleni pale kuna mtu anakuta anaongoza shuleni, sawa? Wale maita wanakuwa na kikao chao na mkubwa wao. Unasikia wale wanangu John hapa. Huyu mwamba anajikuta na akili sio? Tumsubirie kwenye pepa tumnyooshe. Pepa linafika pale, mwana anatusua, wao wanafeli, wanaitisha tena kikao. Sikiliza mwanangu. Unaona amefaulu ametuzidi, unajua kwa sababu gani? Kwa sababu anajuana na mwalimu wa ile somo. Sasa sikia, msitishike wala nini. Tusubirie moko. Moko tutamnyoosha. Moko inafika, mwamba anatusua kuliko wao. Mkuu wa maita anaita tena kikao. Achoki. Nasikia wanangu. Kwanza moko yenyewe walimu wanasaisha wamechoka, mshahara mdogo. Kwa hiyo wanakuwa wanasaisha, msitishike. Tusubirie taifa. Taifa ndio baba lao. Taifa inasubiriwa, taifa inafika, watu wanapiga pepa pale, matokeo yanatoka, mwana ametusua, maita wamefeli, hawachoki, wanaitisha tena kikao. Oya wanangu sikie. Kufeli mtihani sio kufeli maisha. Mwacheni aende, tutakutana naye kitaa. Oya, kitaa huko mnaenda, mnapambana, huyu ameuza mkaa, huyu anaendesha boda nini, mwamba anaendelea na masomo. Baada ya miaka kadhaa, taarifa zinakuja kwa hater mkuu. Oya mwanangu, umesikia hiyo? Hivi unajua Abduli amenunua gari? Gari? Gari gani? IST. Uber. Yaani hater wakosa sababu. Aina ya tatu ya wanafunzi walikuwa ni wale wanafunzi genius. Yaani hawa jamaa ndio wale ambao wana uwezo wa kusimama hivi chini ya mti, hawajashika kalamu wala karatasi, wanasoma logi. Unasikia hii inaisha, unashusha base 10, inaisha, hii inaisha. Ukiangalia mimi mbona nimekaa kama masaa 2 na kalamu haiishi. Ila yeye inaisha. Sasa ni watu walikuwa kuna Mesha Kijeradi Msindai na Deus Obedi, wao majamaa walikuwa genius. Hao jamaa walikuwa wanasimama chini ya mti, wanasolve logi ambayo imewashinda nyie. Wao tena wanaisolve tu kwa mdomo. Unasikia hamna pale, ukishusha kwa 10 inaisha. Jibu ni 2. Unasema wewe bwana mimi nipata 30. Oya, hao majamaa walikuwa genius. Hapo walikuwa wana design kama mapasta.
Unajua wachungaji wamebarikiwa ile hali ya kukariri vitu. Sijui unanielewa? Yaani unaweza ukamsomea kifungu akakwambia hicho kimetoka Luka 7 mstari wa 8 mpaka wa 9. Ukamsomea kifungu akakwambia hiyo ni Mathayo 4 mstari wa 5 mpaka wa 7. Ndio wale jamaa walikuwa vile, unampelekea swali analiangalia. Anakuambia ili swali la 4 mtihani wa 98. Walifaulu 4 tu na mmoja ni mkuu wa mkoa. Sema huyu mjinga amewezaje? Unampelekea swali analiangalia. Anakuambia jibu lake walilikosea, hili liko kwenye jipime swali la 4. Jibu lake ni 3, wao waliandika 2. Unasema mpaka jipime anaikosoa. Oye jamani, kwa noma. Mwalimu mwenyewe alikuwa akiingia darasani kufundisha, atafundisha vyote lakini lazima apate uhakika kutoka kwa Meshaki Gerald Msindai na Deus Obedi. Yuko anapiga. Ukishusha log base 10 kwa hapa inaisha, kwa hapa inaisha. Meshaki situko sawa baba. Meshaki akitikisa kichwa lazima kikao kianze. Au tutumie njia ndefu. Ama mwalimu tuendelee. Kama kuna tatizo sema. Mwalimu mwenyewe haamini shule kule alikosoma, anaamini kwa Meshaki Gerald Msindai. Oya, hawa jamaa walikuwa majinias. Mimi kiasi kama nilikuwa nikitoka kwenye chumba cha mtihani sitaki kuwasogelea. Maana nilikuwa najua watani-disappoint. Kuna siku moja hiyo nimetoka kwenye chumba cha mtihani nikakuta wamekaa katika kikao wamezungukwa na wanafunzi pale. Mimi nimetoka kwenye ule mtihani, maskini ya Mungu, na